Baby, mbona mpendeze? Unaenda wapi? Nimepiga simu kazini, nahitaji kuwahi. Sijajua kuna dharura gani imetokea. Na hata hivyo wafanyakazi wenzangu hapo wanasubiria pale. Bwana baby. Unataka usiku wote. Usijali baby. Na usiwe na hofu yoyote. Ni kikao tu cha dharura kimetokea. Na pia kitu chukua muda mrefu sana. Mimi nitajitahidi kurudi on time. Na isitoshe kweli nimekuachia kila kitu. Nimekuachia pesa na hizi dharura ikitokea yote kuna pesa pale ninacha kwenye nani. Okay? Na kwenye friji kule nimeweka kila kitu. Kwa hiyo usijisikie bored wala usifikirie vitu vingine. Mimi nitarudi. Bwana baby, sana. Sawa. Mimi nitachukua pikipiki pale, sitachukua gari. Sawa. Bye. Bye. Take care. Kuwa mlevi cha pombe, yote hii ni sababu yako. Umefanya mwili nikonde. Janet, ni wewe? Janet, leo umeamua kuniumiza tena. Kila siku nilikuwa nikijiuliza. Sita, 72, 76, 14, 03. Asante dada. Haya, karibu. Wait. Yaani tu ni mwanamke ambaye kila siku unaniumiza nafsi yangu. Kila siku ni mtu wa kuniliza. Kila siku ni mtu wa kuniumiza mimi. Yaani tunikosea nini kikubwa mimi? Kosa langu lilikuwa lipi yani? Mgumu wangu nilikuwa nakuja kwako mtaani. Bahati nzuri nimekukuta hapa ni kazini kwako. Ulikuwa unakuja mtaani kwangu kule? Najipa basi ndugu yangu. Unanitisha? Mwanangu ongea kaka. Poa. Yule mwanamke mzuri ndugu yangu. Yaani siku ya sherehe ndugu yangu nilikuwa namwangalia. Macho. Kwanza mwanangu nikwambie tu kwamba sio wewe wa kusema kwamba yule mwanamke ni mzuri. Wanangu kibao washaniambia, watu kibao.
Lakini ukweli ni kwamba yule mwanamke kama nilivyokuambia kwamba yule alikuwa anaishi Iringa. Na wazazi wake walikuwa wanafahamu kwamba mimi na mahusiano nao, japokuwa alikuwa mahusiano ya chini kwa chini. Baadaye walipokuja kugundua wakaona usintanie. Na mimi nikiangalia mtoto kweli nimempenda. Nikasema hata siwezi nikamwacha mtoto. Kwa hiyo nilichokifanya nikaenda nikashika uchumba posa. Bado wakanikatalia wazazi wake, mtoto wetu aondoke aendi kokote. Nikaona sasa hapa nitafanyaje? Nikicheki mimi mwenyewe kibarua sina. Nikaamua nije kwanza huku mjini nipambane ndugu yangu, nikapata zangu kazi hapa kwa bosi wangu namshukuru. Kwa hiyo nikaona nilipopata tu kile kimshahara, ikabidi nikamaliza kabisa swala mahali, nikamaliza mahali pale, wakafurahi sui pale nini, papo nikaamua nichukue jiko nije nalo mjini. Kwanza ndugu zangu nawashukuru sana, hata kwenye sherehe yangu kiukweli mmeniwakilisha vizuri sana. Yaani hongereni sana ndugu zangu. Kaka, jambo lako sisi ni jambo letu. Wewe ni rafiki zaidi ya rafiki. Wewe ni kama ndugu yetu. Kwa hiyo hata swala lako likutokea, sisi lazima nini? Tukusupport kwa lolote. Ila kaka, mimi nakupa maua kaka. Nimefanya mangapi juu yako? Janet, kweli leo ukasahau kiapo chako ambacho uliweza kula mimi na wewe tukaongea. Sikuamini. Sikuamini hata kidogo Janet. Na wala sikutegemea kwamba naweza nikakutana na mwanamke mwenye roho mbaya, roho ya ajabu, roho ya kiwaji kama wewe. Moyo wangu unaumia sana. Moyo wangu unalia sana. Moyo wangu kila siku ni wa kunung'unika kwa sababu yako. Sasa sikia. Dawa ya msaliti ni moja. Dawa ya msaliti ni moja tu Janet. Na nilishakuhakikishia. Siwezi kukuacha sana. Ila utanisamehe sana Janet. Janet. Unachati na nani? Msichiti na mtu. Nakuuliza tena. Usiku huu ni mtu gani ambaye unachati naye mpaka sasa hivi mke wa mtu unashindwa kulala? Unajua kabisa kwamba mimi muda mwingi nakuwa nashinda kazini. Huo muda ndio mimi wa kukaa, siku moja nakaa nilale nipumzike. Lakini wewe mke wa mtu kweli? Alafu unaniambia uchati na mtu? Janet. Unaniumiza sana. Alafu unanishangaza. Alafu pia unanichanganya ujue. Unajua hizi tabia nimeshaanza kuzionaona sana na sijajua kweli kwa nini unabadilika. Ni sielewi yani. Naomba hiyo simu. Bwana, hii simu ya nini? Wewe simu ya nini? Janet, naomba simu hiyo. Usinitolee macho, nasemaje? Naomba hiyo simu. Si uchati na mtu, naomba hiyo simu. Usije kunisababisha nikafanya tukio ambalo watu watanishangaa au majirani wakanishangaa. Sawa? Mimi sipendi ndio nafokeana kila siku. Nakupenda ndio maana kila siku nakwambia vitu tabia hii mimi sitaki. Lakini mwenzangu unavyoongea hiki unafanya hiki inamaanisha kabisa kwamba mimi sasa kwamba kuna dharau ambazo zinatokea. Sasa hivi unanijibu unavyotaka wewe. Sio Janet yule ambaye nishamzoea siku labda nifanye miezi miwili iliyopita au labda mwezi mmoja uliopita. Sio Janet yule. Sio vizuri, unakosea. Kwa mimi naongea bado naendelea kuchezea simu yani. Yaani naongea bado naendelea kuchati na wewe mtu wako. Wewe haya. Naendelea kuchati kama unaona iko sawa. Wewe. Kuna kipindi ya mapenzi ambayo tunazungumzia yanakuwa ni matamu sana. Lakini kuna kipindi haya ya mapenzi ambayo tunazungumzia yanakuwa ni machungu sana. Na hii inatokana na sababu tofauti. Mapenzi huwa machungu pale yule unayempenda anaamua kuenda mbali na wewe, ambaye unaona kabisa ni
yeye bila yani yeye au wewe bila yeye hauwezi kufanya chochote. Sawa, umeenda, nimekupoteza na kumisi ujue, au umepewa vibunda, magari, majumba vikafanya unvue. Ile michezo ya kibaba mama, hatuwezi kula bila kulishana. Leo baby, yote haya yana maana mapenzi. Huwezi kupita ndani. Kwa nini nisipite kwangu? Hauwezi kupita ndani. Nimesikia kila kitu ulikuwa unaongea na shemeji. Ndio mume wangu umekuwa muuaji. Mimi muuaji? Ndio umekuwa muuaji. Wewe? Kila kitu nimesikia. Mimi muuaji? Ndio wewe muuaji. Magari, majumba vikafanya unvue. Ile michezo ya kibaba mama, hatuwezi kula bila kulishana. Leo baby, yote haya yana maana mapenzi. Sister P. Fresh vipi? Naona umedamshi wapi hivi? Unatokea wapi? Nimetoka huko kwenye mahangaiko huko. Si unajua bila kunanilia huwezi kula. Ya, niambie sister. Nataka nikuulize. Jambo gani? Hivi habari ambayo inaendelea mtaani wewe unaielewa kweli? Habari inayoendelea mtaani habari gani? Maana habari zipo nyingi sister. Wewe uko wapi? Ninavyosikia kwamba Mwagito kaua. Unajua sister, unachukulia simple tu. Unaongea kitu yani kama ni kitu ambacho ni rahisi sana. Hivyo Mwagito anaweza kuua. Mwagito anaweza kuua. Yaani Mwagito amuue mtu. Yeye mwenyewe tu ni mfuai. Leo aje atoke amuue mtu. Yaani mbona binadamu hamna jema? Mwagito wa watu maskini sasa hivi ni mtu wa kulewa nini, wanawake mwanamke wake kamkimbia kafanyaje? Sasa hivi anajilewea tu, mnakuja mnasema kaua. Kamuua nani Mwagito? Mwagito anaweza kumuua mtu? Yule mke wake ambaye alikuwa amemuoa ndo kaenda kumuua. Maana kamtafuta kila pande. Alivyomtafuta, alivyomsaka akampata. Alivyompata kampiga chuma. Unajua sister G, mimi nakuheshimu sana. Yaani hizi taarifa mbona mimi najisikia vibaya, unajua. Sio taarifa nyepesi hizi ambazo unanigea eti Mwagito kaua. Kaua muda gani Mwagito? Mimi nimekutana naye juzi kati tu hapa. Mwagito ameua na shida gani? Mwagito mbona mstaarabu tu. Mimi Mwagito namjua fika. Toka sisi, yani toka zamani. Namjua Mwagito hawezi kuua bwana. Mwagito hawezi kuua bwana. Nisikilize nikwambie. Wewe huwezi kuambia chochote. Kwa sababu wewe mwenyewe ni unalopoka. Si unanielewa? Hivyo vitu tunaambia watu kama sisi. Alafu nisikilize kwanza nikwambie. Huyo Mwagito anatafutwa na mapolisi. Hivi ninavyokuambia hapa sasa hivi. Mapolisi wametoka kutoka sasa hivi na bado wanaingia. Si unanielewa? Kwa hiyo sasa wewe ujiangalie. Si ni rafiki yake Mwagito, si ni ndugu yake, si ni nani yake, na wewe utaingizwa kule ambako anakoenda. Nimekuwa mlevi cha pombe, yote hii ni sababu yako. Umefanya mwili nikonde, nikiumisi uwepo wako. Sawa, umeenda, nimekupoteza na kumisi ujue, au umepewa vibunda, magari, majumba vikafanya unvue. Ile michezo ya kibaba mama, hatuwezi kula bila kulishana. Leo baby, yote haya yana maana. Nimekupoteza na kumisi ujue, au umepewa vibunda. Dogo umepoa? Vipi unaenda wapi mdogo wangu? Maana sio kwa kupoa huko. Mbona kawaida kaka? Mimi nataka niingie mjini kaka. Sema kwa kitu nikupitishie hapa. Afu ndo niende town. Hujui kinachoendelea hapa mtaani au sio? Sekeseke gani ndugu yangu? Mimi nipo mtaani hapa sijasikia kitu chochote kuhusu ambacho tunachozungumzia hapa. Sekeseke gani unazungumzia? Kwa hiyo unahisi mimi ninapokaa ndani kama mwali wa Kizalamu napenda?
Unaona ninapokuwa mweupe kama shombe wa Kiarabu. Unaona hisi ni kawaida hii. Mimi mwanangu najificha ndani kwa sababu ya Mwagito. Mwagito katuachia so hapa mtaani unajua. Hebu nyoka kwenye pointi kaka. Mimi sijui ambacho tunazungumzia hapo. Hilo so ni so gani? Mbona mimi niweke wazi basi nyoka basi kwenye pointi. Sikia nikuelekeze sasa. Kuhusu Mwagito yani. Bora afadhali ya hizi kulewa nini lakini alikuwa anafanya yeye. Mwagito sasa hivi katia so kubwa. Yaani so kubwa, ukiambia so kubwa. Mwagito babu kaua. Acha masiala. Mwagito kaua wapi? Na kamua nani? Mwagito sindamjua mimi, Mwagito sasa hivi ni chapombe. Kamua nani? Na hiyo tabia Mwagito hajaye ana hiyo tabia. Kaua nani Mwagito namzungumzia? Acha masiala basi kaka. Hivyo brother kwa unaofikiria kwa akili yako. Mimi naweza nikazingizia nikaleta utani kwenye kitu cha serious kama hiki. Mwagito kaua brother. Mwagito kaua kamua mke wake wa ndoa. Yaani. Mwagito kamua Janet. Nimekupoteza na kumisi ujue. Shakuwa kubwa kaka. Kama ni Janet, serious. Kwa sababu Janet ndio chanzo cha Mwagito kuwa cha pombe. Juzi kati hapa Mwagito kaja, umeona kanifuata mimi hapa. Ni kwa sina hili wala lile, umeona? Ananiambia, mama dem kubwa sio anaumwa, sio Iringa, sio natakiwa niende. Kwa hiyo mwanangu na godoro langu ili hapa nizingatie hela. Umeona? Mimi nataka 20,000 tu. Umeona? Mimi nikasema basi kwa sababu Mwagito mimi ni mwanangu, Mwagito ni brother wangu. Nikasema is okay. Nikampa ile 20,000 mimi akanigia godoro pale nikasema ngoja niliweke ndani. Ndio nakuja juzi kati hapa napewa habari mwanangu eti Mwagito kaua. Jamani kweli mwanangu. Kama ndugu yangu umeniambia unakaa ndani muda wote kumbe hata kuniambia ndugu yangu kunipigia simu kwamba huku kishachafuka mtaani. Mimi najiachia naenda town alafu sielewi. Kaka, sina muda wa kupoteza. Mimi naondoka. Hapa mtaoni kwenye hivi siendi. Mjini sasa hivi nishagaidi kaka. Kaka. Unajua nini? Haya mapenzi ni wengi yanawakuza, ni wengi wanazama kwenye ile mapenzi, ila kuna kipindi haya mapenzi ambayo tunazungumzia yanakuwa ni matamu sana, lakini kuna kipindi haya mapenzi ambayo tunazungumzia yanakuwa ni machungu sana. Umefanya mwili nikonde, nikiumisi uwepo wako, sawa umeenda. Nimekupoteza na kumisi ujue, au umepewa vibunda, magari, majumba vikafanya unvue. Ile michezo ya kibaba mama, hatuwezi kula bila kulishana. Leo baby yote haya yana maana. Mapenzi